Yes, karibuni tena kwenye part 2 ya video ya kuandika research kwa kupitia AI. Na kama pale tulipoishia tulikubaliana kwamba tukija kuendelea moja kwa moja tutakuwa tunaongelea masuala ya prompts. Sasa umuhimu tulioipa prompt ulikuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba ilionekana prompt yenyewe inaweza ikaandika parts za research, ikiwemo zile sections za chapters na subsections. Lakini ni sawa, zinaweza, na leo tunaenda kuonesha practically kwamba namna gani ambavyo hizi prompt zinaweza zikatumika kuandika chapters na subsections za chapters kiurahisi zaidi. So kwenye hii part 2 ndo vitu ambavyo tutakavyovilenga, ambavyo tutaongelea prompts, lakini pia tutafanya kazi kabisa practically kwenye AI chatbot mojawapo ambao ni ChatGPT. Tutafocus na hii title hapo, the influence of forensic accounting practices on fraud detection, si ndio? In Tanzania Commercial Bank, in TZS Commercial Bank in Tanzania. So leo tunaenda kuiandikia hii chapter 1 nzima kwa kupitia prompt. Sasa unajua tusipofanya practically mtu hawezi ona umuhimu wa ambavyo unavyoongelea prompt maana yake ni nini. So umuhimu wake utaonekana tukifanya practically hii title moja tukiifanyia chapter 1. Then hii video ikisha cover hiyo chapter 1 ya hii title, tukishaiandikia yote, basi tunaweza tukaandaa video nyingine ambayo itaongelea chapter 2, umuhimu wa prompt katika kuandika chapter 2, umuhimu wa prompt katika kuandika chapter 3, chapter 4 na 5. Then tukimaliza hapo tutakuwa tumemaliza dissertation nzima ya hii title, na nadhani hapo sasa tutarudi tena kuwa tunasoma data analysis vizuri. Sasa maybe tutaanza kupitia SPSS na vitu vingine. Sasa leo tunaanzia hapa. Sasa cha kwanza ambacho tulikuwa tunaongelea ili neno AI ni artificial intelligence, okay? Ni kitu cha msingi sana kujua, watu wasije wakasema kwamba AI ni neno tu labda ambalo tunajitungia, lakini ya kirefu chake ni AI. AI ni artificial intelligence. Sasa hii artificial intelligence ambayo tunaiongelea ni artificial intelligence chatbots. Sasa artificial intelligence yenyewe tunatumia chatbots ili kuweza kuwasiliana nayo au kuweza kuongea nayo, so au kuweza kuipa instruction. Sasa chatbots ndo kama hii mojawapo ambayo nilikuwa nimeifungua hapa, ChatGPT. Hii ni moja ya chatbot nzuri sana ambayo inatumika kufanya nini? Kuinstruct AI namna gani ambavyo tunataka kitu ambacho tunakitaka, maybe kwenye pepa yetu au kwenye kazi yoyote ambayo tutakuwa tunaifanya. So cha kwanza AI chatbots, kuna kama ChatGPT. Sasa unaweza ukaniuliza hii ChatGPT tunatumia ipi, ya kulipia au ni hii ya bure? Cha muhimu, kama unataka kuandika dissertation nzima vizuri, unatakiwa walk under the same wall. Yani kama ukianza kutumia hii wall ambao ambao itakuwa maybe na jina fulani kama hivi, kwamba unakuta maybe inaitwa AI prompt definition. Sasa hii hapa unatakiwa kwenda nao mpaka mwisho. Ndio muhimu, ndio namna ambavyo itarahisisha zaidi kuandika dissertation yako. Lakini ukiwa unahamahama, maybe unafungua new tab, unataka kuandika kwenye kuuliza swali la research moja kwenye tabs zaidi ya moja kwa moja utajikuta kwamba kitu ambacho unakipata hakina consistency, hakifuatani vizuri jinsi ambavyo research inataka. So ni muhimu sana ukalipia kama unataka kuanza vizuri. Muhimu sana ukatumia hii ya kulipia, nao ni nzuri. So kuna wale ambao wataenda kuifuata hii Gemini hii hapo, ukienda ukisajili tu kadi yako inakupa 1 month free, lakini inakupa pro kabisa ile. So kuna watu ambao watailipia ChatGPT, lakini kuna wale ambao wataenda kujisajili Gemini. Kuna wale ambao watahitaji assistance, watanicheck WhatsApp, mimi naweza nikawassist kwa namna ambavyo wanaweza wakazi access hizi chatbots kiurahisi zaidi. So kuna DeepSeek, hii ni ya bure. Kuna Kimi, hii ni ya bure pia. Sasa kuna mtu mwingine anaweza akasema nitumie DeepSeek. Yeah, you can use that DeepSeek. DeepSeek is good, but kitu ambacho kinachosababisha DeepSeek ionekane sio nzuri maybe ni ile prompt wewe utakaoipa.
Sasa DeepSeek ni AI nayo inafanya vizuri tu, lakini ipe prompt ya ambayo ni nzuri, utashangaa unapata kitu ambacho kinatokea kile ambacho ulichokuwa unakitaka. Kimi nayo ni AI chatbot, nayo ni ya bure, ni free. Sasa mtu mwingine anaweza kusema hiyo Kimi ni mpya, sijawahi isikia. Unaweza ukaenda Google moja kwa moja ukaisearch, inaitwa Kimi, ukasearch pale Kimi, then ikakuletea AI chatbot inaitwa Kimi, ukaingia ukaitumia. Kwa hivyo ukaja Google maybe ukasearch Kimi AI, ukiklik utaona kuna hii link ya kimi.com. Ingia kwenye kimi.com. So kisha ingia utakuta ni chatbot, nao ni ya bure kabisa. So unaona, so cha muhimu, kuna wale ambao watataka hizi kutumia DeepSeek na Kimi, hizi za Wachina za bure, lakini ni nzuri. Of course si promise kwamba itakuletea majibu ambao utayapenda. Mostly zinaleta vitu vizuri tu ambavyo mwenyewe utafanyia kazi ambavyo ni vizuri. Sasa mpaka sasa hivi nadhani nimeshawajulisha kuna chatbot za upande huu ambazo ni za bure, ambazo ni hizi. Alafu kuna chatbot ambazo ni za kulipia. Hizi za kulipia, hizi mbili. Alafu na hizi DeepSeek na Kimi ya bure. So nadhani ndio hicho hapo nilichokuwa nataka kwanza niwaoneshe. Kwa hivyo hii information yenyewe ina importance yake. Nikwambia hawa wa kulipia naweza mkanifuata, tukaangalia namna ambavyo nitawasaidia, namna ambavyo ni nzuri nitawaelekeza ya kulipia. Lakini hao ambao watatumia za bure, moja kwa moja nimewaonyesha namna ambavyo utaenda Google, utasearch na utaingia, utakuta chatbot yako na utaanza kufanya kazi yako. Sasa cha muhimu hapa, lengo la wote hapa ni kwamba tuandike proposal, na hiyo proposal hiyo ya kueleweka, si ndio? Sasa wakati unataka kuniambia wewe bana, tunaanza kazi ya kuandika proposal, of course kuna vitu nabidi niwe naviangalia vile vile ambavyo hata kwenye panels na supervisors mara nyingi wanapenda kuviangalia. Sasa of course according to me, kuna ambazo nimezifanya, kazi ambazo nimezifanya zimenipa zile correction nyingi sana, ambazo moja kwa moja nimegundua kwamba kuna vitu ambavyo supervisors na the panels za university mbalimbali wanaziangalia. Sasa hizo ndo nimezi-image kwenye prompt zangu, na ukiangalia zile prompt zangu utakuta hizo parts zipo kule ndani. Ndio maana kuna umuhimu wa kuchukua prompt ambayo imeandikwa na mtu ambaye ana muda kidogo kwenye uandishi. So kingine tumeshasema kwamba tutaandika part nzima, tutaandika proposal nzima kwa kupitia hizi prompt. Lakini cha pili sasa, hizo prompt zenyewe tulishasema kwamba zinahitaji guidelines, si ndio? Kwa mfano mtu anaweza akasema guideline ya chuo changu ni sina. Kwa hivyo unaweza ukaja mimi of course nimeandikia vyuo vichache hapa. Kuna guidelines za vyuo vichache hapa ambazo nimeziandikia. Kwa mfano za UDOM, of course guideline yake ipo. Ukitaka pia unaweza kanicheki nikakupa. UDSM guideline yake ipo. Ukitaka naweza nikakupa na IAA of course guidelines zake zipo. Ukitaka naweza nikakupa. So hizi zote guidelines zipo. Lakini pia website yangu imekuwa mojawapo ambayo inaonesha inawapa link za guidelines. So link tu ya website yangu, kwa mfano kama hapa mtu akaja akasearch UDSM research guidelines PDF. Kwa hivyo akija atakuta Izra hapa, hii ni website yangu kabisa, ataingia, alafu akiingia ndani atakuta linki sasa ambayo itamsababisha aende akapate guideline yake. Kwa hivyo website yangu yenyewe tu inakuonyesha linki ambazo ni sahihi, ukikliki inakupeleka kwenye guideline. Kwa hivyo yote atakaye search neno maybe UDSM au UDOM research guidelines PDF, UDOM research guideline PDF, UDSM research guideline PDF, atanikuta pale. Na of course link yangu ni moja ya linki ambayo itamsaidia kupata kiurahisi zaidi. Kwa hivyo hii nimesearch maybe UDOM research guidelines, utaniona niko hapa pia. Na ukiingia utakuta link ya research guideline ambayo ni ya kweli, utapata PDF yako. Sawa, hiyo ni njia ya bure ya kupata research guidelines, ambazo hizi research guidelines tulishasema wakati tunataka kuandika lazima tuzitumie. Sasa mimi nimezitumia kwenye prompt zangu, tuanzie hapo sasa. Kwa mfano tukija tukiangalia hapa,
wakati naandika nataka nitengeneze prompt ambayo ni universal prompt. Kama nilivyowaambia, tutakuwa tuna universal prompt ambazo hizi universal prompt ni prompt ambazo zinaweza zikaandika research yoyote kwenye kila part. Maybe ukitumia hiyo prompt ukasema na unaipa title, alafu ikuandikie part ya background na kuandikia part ya background ambayo ni academically accepted, si ndio? Sasa ukisema labda ni part ya specific objective na general objective na research questions, inakuandikia hizo part ambazo ni academically accepted, tukiongelea pia research problem na zinginezo. Sasa namna gani nitakuprovia kwamba hizi prompt zangu zinaweza zikakuandikia hizi parts ambazo na hizo parts zikawa academically accepted? Kwa hivyo hamna namna nyingine zaidi ya kukuonesha namna ambavyo nilivyozifuma hizi prompt zangu. Kwa hivyo cha kwanza, what is a prompt? Prompt tulishasema kwamba these are the instruction. So anasema prompt is a clear structured instruction, si ndio, au question or set of input given to an artificial intelligence system to guide it in generating a specific and relevant response. Sasa kwa mfano tukisema kwamba ni the instruction or questions. Mara nyingi mtu akienda Google anauliza swali au lakini hawezi kuipa Google instruction. Mara nyingi akienda Google anauliza swali. Lakini kwenye AI kuna ile neno instructions, instruct kitu ambacho unachotaka kije ukione, si ndio? Sasa kwa sisi hapa prompt zetu zitakuwa moja kwa moja ni instructions. Our prompt will not be questions, will be directly instructions. Sasa hizi instructions zinaandikwaje? Zinaandikwa kutokana na kile ambacho ni academically accepted kwenye part ya research proposal yako, si ndio? Sasa tukija kwa mfano, tukiangalia hapa kwa mfano, hizi ndo zinaitwa prompt. Hii tulioiandika maybe tukaipa hizi picha afu tukaiandika, hii ni instruction ambayo tunaipa. Kwa hivyo hii ni prompt. Sasa prompt ya pili ni instruction ya another instruction, this one. Afu prompt ya tatu hii ni another instruction, si ndio? Hizi ndo instruction. Sasa wakati mtu anatumia AI, ukitaka kuitumia project wise, unatakiwa kuitumia ukiwa umeunderstand neno prompts. Sasa project wise nikimaanisha nini? Una develop kitu kizima, maybe kama research proposal. Sasa lazima understand neno ambalo linaitwa prompt. Sasa kwa mfano hapa tukisema nawasomea hii prompt, ni kwamba nimechukua clips, si ndio, za background, za instructions za background kwenye kila guideline. Hii ni guideline ya IAA. Yenyewe inasema kwenye background of the problem, instructions za kuandika background of the problem, si ndio? Sasa ukienda kwenye kila chuo ina instructions zake, kina instructions zake za kuandika guide, za kuandika part of the research. Sasa kwa mfano background of the problems, kila chuo kina namna ambavyo kuna vitu ambavyo kinataka kuviona kule ndani, si ndio? Kila chuo kina vitu ambavyo kinataka kuviona kule ndani. Sasa ni vitu gani hivi ambavyo na sisi tunabidi tuvizingatie viwepo ndani ya kazi yetu? Hichi ni kitu cha msingi sana. So cha kwanza, background of the problem, hii ni guideline clip ya IAA. So anasema this section provide background information, cha kwanza, and setting of intended research problem. Kwa hivyo ina provide background information na settings za zile intended research problem. So the section should show comprehensive literature review related to the problem. Umeona? So to show what other people have published on the problem, si ndio? Citing specific authors where appropriate. Sasa tusisome sana alafu ukashindwa kuelewana. So cha kwanza hapa tunaona kwamba lazima kwenye background of the problem according to guideline ya IAA wanasema bana, lazima tuwe na tuna cite specific authors where appropriate, si ndio? Lazima tuwe tuna citations ndani. So lazima to show pia what gaps of knowledge exist ndani ya hiyo background and what additional researches needed to be done ndani ya hiyo background. It require evidence and condition of existing situation, highlighting the gaps. Sasa tunahitaji pia evidence ambazo and conditions of existing situation ambazo zina highlight the gap, alafu to make the reader feel the urgency of problem as well as the need of the study to study it in order to solve the problem or contribute to its solution. Sasa hii ni party ambayo hii ni part ya clip ya problem statement guideline ya IAA.
Sasa hichi kipande tunakitaka kwenye AI, as long as artificial intelligence chatbot, hichi kitu tunataka tukiweke kwenye prompt yetu. Usije ukajifanya kwamba wewe unaandika prompt bana, write me a background of the problem, unaipa AI title kama hivyo, alafu unaambia bana write me a background of the problem. Sasa kuna huyu mwandishi wa namna hii, write me a background of the problem, wakifikiria AI yenyewe ina akili ya kumwandikia background of the problem. AI yenyewe kwanza yenyewe hapo wakati inaandika inajiuliza what kind of tone do you want? Is it academic tone? Is it simple or casual tone? Is it more like advanced creative tone? So what kind of a tone unahitaji tuiandike hiyo background yako. So swali kama hilo lenyewe linatakiwa liwepo kwenye background. So vitu kama hivyo. So cha kwanza kabisa ambacho mimi nilikiona kwenye background kinahitajika, waga wengi wanapendaga uanze kuongelea globally, then followed by Africa, followed by East Africa, and followed by Tanzania. So within each paragraph at least tupate 2 or 3 authors citations kwenye kila paragraph. Lakini lile neno la kwanza lianze na kitu gani? Lianze na dependent variable au wanasema moderator variable. So tutaangalia prompt yangu, maybe mfano wake nimeiandikiaje, si ndio cha kwanza hapa. So hizi ni prompt ambazo nimeandaa kabisa kwenye Word. So hii hapa, si ndio? So hii ni prompt kabisa ambayo nimeiandaa kabisa kwenye Word, na inakupa namna ambavyo unaanza kuandika research kuanzia chapter 1 overview. Kwa mfano pale tunasema chapter 1 introduction, ile overview of the chapter yenyewe inaandikwaje. So mimi hapa nimekupa prompt hii hapa. So anasema by acknowledging this part of the chapter and be consistent with the keyword used in the title. Be consistent with the keyword used in the title. So anasema help me to write a short 1 paragraph chapter overview. Ili neno 1 paragraph ni la muhimu sana. Kwa hivyo lazima uwe specifically how many paragraph do you want, si ndio? Kuna mwingine anaweza kukuta chapter overview na paragraph 2 lizito kweli, lakini unatakiwa uiminye useme 1 paragraph. Lakini neno short, ndogo, si ndio? Ndogo kidogo ambayo ni muhimu. Lakini pia unaipa data hivi vitu hivi ndio vinahitajika kuvisummarize in that 1 paragraph, kuviandika in 1 paragraph. Sasa kwa mfano tukisema tunataka kuandika chapter overview ya ile, tunaanza kufanya kazi kabisa. Of course msije mkasema tunaendelea tukufundisha, kazi ndio imeshaanza, practical imeanza moja kwa moja. Kwa mfano sasa kwenye ile title yetu tunaandika chapter overview, let's write a chapter overview of that title moja kwa moja. Kwa hivyo hii ndo title yetu, tunaweka hizo hapo, tunatupia ile nini hii prompt. Sasa tunaangalia je, hii prompt itatupa one short paragraph nzuri ya chapter overview ya chapter 1 ya title yetu. Tunaangalia sasa inaanza kuandika hapo. So wanasema this chapter introduce the title. So unaona imeandika hapo, ikaandika ka short and clear chapter overview, si ndio? Tumeanza kazi hapa moja kwa moja. Usijue kasema nani labda bado nafundisha. Of course ndo tumeanza kutumia prompt zangu kuandika parts of the research. Sasa kitu gani nataka nikufundisha hapa, kwamba ukiangalia hii prompt ambapo nimeiandika, hii prompt ilikuwa inatakiwa tu inahusu ile part ya chapter overview. Ukiangalia jinsi ilivyoshiba, ina data ndani. Cha kwanza hizi ni data ndani, si ndio? Cha pili ina nini? Ina part ya kujua kwamba paragraph ngapi tunahitaji. Cha tatu kuna ili neno be consistent with what? With keywords used inside the title. So kwa mfano mtu akaja akaandika labda the role of forensics, si ndio? Sasa unakuta AI kuna saa inaweza ikajichanganya. Kwa mfano hapo umeandika the influence of forensic, huko wakati inaandika ikajifanya the role au the effect, si ndio? Hicho ni kitu ambacho nimeki-spot sana mara nyingi. AI ukiacha with a free will inapenda sana kusynomize, wanaita kutengeneza synonyms za zile za sentences zake. Sasa ili kuavoid hizo synonyms kuna ile neno consistency,
lakini pia unaweza ukasema yenyewe kwenye prompt yako avoid synonymization of keywords used in specific objective and keywords used in the research title. Kwa hivyo hapo nadhani tumeshaandika part ya background, nadhani tuko vizuri. Part ya chapter overview, na tunaenda sasa part ya background. So let's write part of the background. Let's walk moja kwa moja, kwa sababu nikisema hata naongea sana, cha muhimu watu waone research inaandikwa inakamilika. So hii ni part ya background. Hichi tunachokichukua hapa ni prompt ambayo ina data zote ambazo zina instruct how to write background. Na hizi data nimezitoa wapi? Hizi data nimeunganisha data from the research guidelines, research guideline ya UDOM, research guideline ya UDISM na research guideline ya IAA. Nimeangalia vitu gani ambavyo hawa jamaa wote watatu wanapendaga kutaka kuviona kwenye background, nikaviweka sasa, nikaviinsert kwenye nini, kwenye hii kwenye hii prompt yangu. Hii ni prompt sasa ambayo inakuwa ni instructions ambazo zina instruct namna ya kuandika background. So moja kwa moja hapa kwenye prompt yetu inatuambia insert full research title exactly as is written. So siku zote chukua research title yako hapa, chukua research title yako, alafu insert hapa. Hapa kuna hii open hii inaita nini, square brackets. Weka ile title yako pale ambako umeambiwa weka title. Lakini square brackets zingine nakwambia insert all specific objectives, si ndio? Sasa hapa ndio pale ambako mtu anaandika background bila kuwa tayari alisha come up with specific objectives. Na hichi ni kinawasumbua watu wengi, wanakuja wanaambiwa bana, keywords used in a specific objective zimekuwa chache jinsi na kwa namna ambavyo zimetumika kwenye background. Unajiuliza ni hicho kitu tunakisovuje? Hicho kitu tunakisovu kwa ku make sure prompt yetu ya background inatukumbusha tuingize specific objective. Kwa hivyo kabla ya yote hapa nadhani umeshaona kwamba inabidi tuwe na specific objective na general objective na specific objective on hand, alafu tuziinsert hapo. So wakati unaanza kufanya research yako, umeshakuwa na title yako, lazima uwe na specific objectives. Usije ukasema nitaanza kwenda autopilot na shuka tu zitajileta zenyewe. Hamna kitu kinajileta chenyewe. Cha muhimu lazima uwe na specific objectives on hand. Sasa namna gani ambavyo tutatengeneza specific objectives? Sasa prompt ambayo inafuata hapa sasa inakuwa sasa sio prompt tena ya background. Hii prompt ya background imeonyesha kwamba kwenye context yake lazima tuwe na specific objective. Kwa hivyo basi tuanze na prompt ya specific objectives. Sasa prompt ya specific objective hii hapa inasemaje? So inatuambia hii hapa, na ina instruction nyingi kweli hadi hapa. Unaichukua kama ilivyo, unaiweka hapa hivi, unaingiza kwenye chatbot yako, unaipaste. Sasa ndo pale tunaangalia sasa. Hii hapa inabidi tuisome. Hii hapa kwa nini ndio bora kuliko zingine, si ndio? Hii hapa kwa nini ndio prompt ambayo ungetakiwa kuitumia kwenye specific objective yako, na kwa nini itaniaminisha kwamba hii prompt nikitumia kwenye kuitafutia specific objectives za research yangu ndio itakuwa sahihi. Sasa tunaisoma. Cha kwanza, kwenye specific objectives lazima tuwe tuna measurable indicators za independent variable ya research title yetu, si ndio? Lazima tuwe na nini? Measurable indicators. Nikimaanisha hizi hapa kwamba measurable, kitu ambacho kinapimika, si ndio? Measure 3 key measurable indicators, si ndio, of independent variable. Sasa independent variable kwenye title yetu tunaiangaliaje? Kwa mfano tuna title yetu kama hii, si ndio? Tuna title yetu kama hii, kwamba yenyewe tunaichambua sasa. Research yetu title maybe inasema the effect of agricultural performance toward financial stability of cooperative society in Kasulu district. Sasa independent variable ni ipi na dependent variable ni ipi? Independent variable ni agricultural performance, dependent variable ni financial sustainability. Na ndio ukiona hapa independent variable ni agricultural performance, dependent variable ni financial sustainability. Context ndio hii tunasema cooperative society, scope ni Kasulu district. Sasa
Sasa kwa mfano tukisema key measurable indicators of independent variables tunamaanisha nini? Ni vile vitu ambavyo vinapimika, lakini vina indicate kwamba hichi kitu kipo kinaangaliwa, kipo pale kwenye hiyo study yetu, kwa mfano agricultural performance. Sasa kwa mfano ukitaka kuenda kununua gari, measurable indicator ya gari ni nini? Ni speed. Ina speed ngapi, si ndio? Alafu cha pili ni nini? Ina mafuta, inakunywa kiasi gani mafuta, si ndio? Vitu kama hivyo. Sasa maybe full tank yake ni kiasi gani, volume ya mafuta yake ikoje, si ndio? Vitu kama hivyo. So tukiangalia measurable indicators za gari hizo ambazo, hivyo ndo vitu ambavyo vinakusababisha mileage. Unasema vitu ni kitu ambacho kinakusababisha ununue gari maybe, si ndio? Sasa kwenye kwenye research yetu na kwenye kila research pia hizi independent variables indicators zinakuwepo. Kuna hili neno vizuri nilikuwa nataka niliongea kwa namna ambavyo kila mtu atanielewa kwamba what are the indicators za agricultural performance, si ndio? Tukitaka kufanya ukaguzi maybe, tukitaka kuangalia kama kuna agricultural performance, ni vitu gani tutaviangalia vinatuindiketia kwamba tutakuwa tunaangalia agricultural performance. Kwa hivyo tutaangalia crop yield, si ndio? Livestock productivity, market access na input usage, si ndio? Hizi ndo zitakuwa measurable indicator za agricultural performance. Sasa mwingine anaweza akasema, kuna mtu anaweza akaongelea neno perceptions. Hili neno perceptions mara nyingi linakataliwaga kama ni measurable, si ndio? You can't measure perception, okay? Wanasemaga sana hivi kwamba you can't measure perception. So tafuta kitu ambacho ni measurable, si ndio? Ambacho hichi tukiangalia kusema kweli kinaweza kikapimika. Storage inapimika, sijui yield inapimika, how the volume of your crop yield wherever, kutokana na mwaka jana na mwaka huu. Nimelima mashamba eka 2 mwaka jana, mwaka huu nimelima eka 1, inapimika kabisa. So kitu utakachokipata kwenye eka 1 na eka 2 ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo maneno ambayo yanatakiwa kuwepo kwenye specific objective kama keywords yanatakiwa kupimika. Lakini pia kwa nini prompt yangu ni ya muhimu sana, ni ya msingi, kwamba ni nzuri kwa kutafutia research objectives. Cha pili ni kwamba hizo keywords mimi nimechaguaga ziwe na maneno hizo keywords zinatakiwa ziwe na 2 words, nikimaanisha maneno mawili. Kuna mwingine keyword yake inakuwa na maneno matatu, yani unakuta keyword lirefu ambalo anaenda kuliweka pale kwenye conceptual framework linakuwa halileti picha nzuri, si ndio? Sasa ni vizuri kabisa keyword yako ikawa na maneno mangapi? Mawili. Ni nzuri of course. Kuna namna ambavyo tu creatively ukiandika hivyo inakuwa ni nzuri. Okay? So kwa hiyo kama tulivyosema, background of the study inahitaji specific objectives. Kwa hivyo inabidi tuchukue prompt ya general na specific objective kwanza tuipate ya research yetu, si ndio? Kutokana na research title yetu. So tukishazipata hizo ndo tutazitumia kwenye background, alafu zitatutengenezea background ambayo ni yenyewe. Sasa kwa nini tuna prompt tu ya general na specific objective ni ndefu hivi? Ndivyo hivi inatakiwa. Tutakuja kuzisoma, utajua umuhimu wa kuandika prompt ndefu kwenye sehemu kama general na specific objective na research question na vitu kama hivyo. Naomba tuiweke alafu ione itakavyoandika. Sasa kwa mfano kwenye part ya general na specific objectives za title yetu. Kwa hivyo tutaiweka ile prompt hapa, tutaipaste hapa, ndio. Alafu yenyewe itahitaji title. Huku juu utaona hapa kuna mahali inakuambia bana nipe title. So insert full research title exactly as it is written. So kwa nini inakuomba research title kama ilivyoandikwa? Kwa sababu inataka kuwa consistent na maneno ambayo yametumika kwenye research title. Kwa hivyo unaiweka research title. Kwa hivyo kazi yako utakuwa tu ni kuweka vitu kama hivi vidogo vidogo ambavyo ni kama research title tu. Kwa hizi prompt zangu ni zinakurahisishia, unaweka vitu ambavyo ni vichache. Kama ni research title tu unaiweka. Ukishaiweka inakupa part ya general na specific objective. Kwa hivyo ukirani hii prompt inakuletea general na specific objective.
Kwa hivyo ukiangalia hapa, general objective of the study is to assess the influence of forensic accounting practices on fraud detection. Kwa hivyo ukiangalia neno the influence limetumika, lakini pia limetumika kote, kwa sababu research title yetu ilikuwa inaongelea the influence. Kwa hivyo utaona linatumika kote. So research title yetu ilikuwa the influence of forensic accounting practices on fraud detection in Tanzania Commercial Bank, si ndio? Kwa hivyo neno the influence litatumika kwenye kila specific objective, na hivi ndio inavyokuaga inapendeza zaidi. Kwa hivyo utaona the influence of what ndio inafuata ile keyword ambayo ni measurable keyword, ambayo ni measurable indicator ya independent variable, then inafuata on what, on dependent variable. Kwa hivyo hizi ndo specific objective ambazo zinakuwa smart and clear. Lakini pia huu upande hapa wa hizi verbs, hizi to determine, to analyze, to examine, huu upande hapa unakuwa umefollow orders of Bloom's taxonomy. Kwa mfano kama hujaisikia ile neno, ndio maana unatakiwa utumie prompts ambazo ni specific kuandika pati fulani ya research yako. Kwa sababu hili neno wengi wanaendaga kushtukizwa pale kwenye panel, anaambiwa hii bana iko kwenye higher order than this one. So ungekuwa unajua kwamba kuna triangle inaitwa Bloom's taxonomy, hii hapa inaangalia these words in a certain order, ndio ungekuwa unaona kuna umuhimu wa kutumia prompt ambazo zimeandaliwa kabisa. Kwa hivyo mpaka hapo tumeshapata general objective, tushapata 3 specific objectives. Tunaenda tunatengeneza moja kwa moja, tunatengeneza background kwa kupitia ile prompt, then tunatengeneza part ya statement of the problem, then tukimaliza hapo tunatengeneza organization, significance na nini scope. Tukimaliza hapo tunakuwa tumemaliza kuandika chapter 1 ya research yetu. Sasa mtu anaweza akasema hizi keyword ambazo unazitumia ni kweli ni measurable na ni indicators za hicho unachokitafuta ambacho ni forensic, wanaita ni forensic accounting practices. Je, tukitaka kujua mahali pana forensic accounting practices, ndo swali la Kiswahili unavyotakiwa kujiuliza sasa. Tukitaka kujua mahali pana forensic accounting practices, je, kuna forensic techniques ambazo zinatumika? Je, hizo forensic techniques ni measurable, si ndio? Alafu pia kuna accounting tools ambazo zinatumika, na hizo accounting tools ni part of the indicator ya forensic accounting practices. Haya, kama kuna forensic accounting practices mahali, kuna investigative procedures, si ndio, ambazo zinafuatiliwa, si ndio? Hii inaendana kabisa na practices. Ukiwa kuna practice lazima kuwa kuna procedures. Hizi procedures lazima ziwe measurable. Ipi inatumikaje? Inatumika mara nyingi zaidi ya ipi, si ndio? Kwa hivyo hizi keywords zote ambazo tumezitumia kwenye specific objectives zetu ni measurable. Lakini mtu mwingine anaweza akasema okay, hizi keyword ambazo zimezitumia kidogo zitanipa ugumu kujielezea, kwa hivyo sintaruhusiwa kuzibadilisha. Unaruhusiwa kuzibadilisha. Unaweza tu ukaja hapa ukaiterate ukasema update my specific objectives, measurable, wanasema hizi wanaita key measuring variables ambazo ndo hizi. Kwa hivyo tunazo ziko wapi? 2 words indicators. So update my indicators, si ndio? Update my indicator, maybe use simple academic tone, ndio. Kwa mfano hapa naweza nikaandika hapa update my indicators, my independent variable indicators. Hiyo ni prompt ya kuiterate kama hujazipenda hizi ambazo imekupa. Kwa hivyo tunasema update my independent kama hivi. So update my independent variable indicator, use more simple academic tone but remain within the boundaries above, ambao boundaries ni hizi ambazo tumeipa za kwenye prompt. Kwa hivyo utaona imeupdate. Wewe sasa utaweza ukasema kwamba je, nitatumia forensic skills, audit analysis, evidence review kama independent variable zangu. Kwa hivyo kama ambazo zitakazokuja zitakupa urahisi wa kujieleza, basi ndo zenyewe utazitumia. Kwa hivyo hii iteration prompt pia naichukua, naenda kukuhifadhia hapa.
ili usije ukasema hii sikukupa. Hii nao nakupa kwenye hii nani hii word. Hii word inakupa prompt ya chapter 1 zote. Kwa hivyo nakupa naiweka hapo. Alafu naiwekea italic. Naiwekea italic. Hii hapa sasa usikopi. Sio unakuja usio unaikopi. Wewe copy mpaka hapa, lakini hii naiwekea red, usikopi, sawa? So hii hapa ni kama zile ambazo zilikuwepo hujazipenda, si ndio? Kama zile specific objective ambazo zilikuwepo hujazipenda. Kwa hivyo utachagua kusema bana, nataka nitumie more simple academic tone and remain within the boundaries za prompt ile ya hapo juu. Kwa hivyo nadhani mpaka hapo tumeshafanya part ya chapter overview, tumeshafanya part ya general na specific objectives. Sasa tuende moja kwa moja tutengeneze background of the study. Kwa hivyo tunaingia moja kwa moja tunatengeneza background. Kwa hivyo kutengeneza background moja kwa moja tulisema yenyewe prompt ya background itahitaji, cha kwanza itahitaji nini? Itahitaji title. Cha pili itahitaji nini? Itahitaji specific objectives. Kwa hivyo tutachukua hii prompt, kwa sababu tuna prompt yetu hapa. Tutachukua prompt yetu ya background sasa, hii hapa juu, ambao utaona hapa ni background. So kwenye word yako kumbuka siku zote kuna huu upande hapa. Huu upande unaweza ukaangalia headings, pages na result. Kwa mfano nikikupa hii word, ukienda click hapa upande wa pages. Ukiklik uaga hii sidebar inatoka. Ukiklik tena upande wa pages, uangalia mshale wangu mahali ulipo huu hapa. Ukiklik tena upande wa pages hapo, hii sidebar inajileta. Hii sidebar kuna saa inajileta in terms of pages, inajileta hivi vibox, au inaleta in terms of result, inaleta tu hivi. Lakini wewe njoo hapa kwenye hii navigation ya headings. Kwa hivyo wewe hapa ukisema unataka kuja kucopy prompt ya background, una click hapa kwenye background. Then unakuja una click, unachukua sasa hii prompt ya background. Sasa kwa nini hatusomi hizi prompt zina nini ndani? Ndio hatua inayofuata sasa. Nataka tuandike tumalize. Tukishamaliza tunaenda kusoma ndani kuna nini ambacho kinasababisha hizi prompt tuzichukue. Sasa tumeshasema hii prompt ya background nilivyoitengeneza, nimeunganisha guidelines za university 3 kwamba zenyewe zinataka nini. Alafu pia nimehakikisha nipo within the range of paragraphs ambazo zinahitajika kwenye background. Lakini pia nimehakikisha ile dependent variable ambayo ndio inatakiwa kuanza sentence ya kwanza ya background ndio yenyewe inaanza. Lakini pia nimehakikisha citation ambazo tutazitumia kwenye background lazima ziwe post 3 years citation. Kwa hivyo hii background prompt tu yenyewe inajitosheleza kuandika pati yetu ya background. Kwa hivyo yenyewe tu itatuambia bana, nipe specific objective ambazo unataka kuzitumia. Tutaipa, nasema insert all specific objectives. Kwa hivyo the part kwamba prompt ya background imekwambia insert specific objective, insert. Kwa hivyo tutazipaste hapo. Lakini pia anakuambia insert full research title. Kwa hivyo insert a full research title, the influence of forensics accounting practices, sindio, on fraud detection. Tunaikopi yote hii, alafu tunaiweka hapa insert full research title, tunaiweka pap. Kwa hivyo tukishaiweka tuna run prompt, alafu inatuletea nini? Inatuletea pati nzima ya background. Angalia sasa hii pati ya background itakavyoandikwa. Unaona kabisa imeanza na dependent variable part of the research. Lakini pia utaanza kuona citations zinaanza kuonekana at least 3 kwenye paragraph, si ndio? Then utaona across Africa, lakini pia utaona globally, neno global, utaanza na neno global. Kwa hivyo vitu kama hivi ni vya msingi sana kuviangalia ndani ya background yako. In East Africa, alafu tunasema within Tanzania research gani zilifanyika pale, waliofanya hizo research, na vile vingine ambavyo ni content vya kwenye nini, vya kwenye guidelines vinaonekana huku ndani. Kwa hivyo ukimaliza hivyo umeshamaliza kuandika background.
hapa hata unaniona si copy nikazipaste kule kwenye nini, nikazipaste kule kwenye Word tukaanza kuandika as a research nzima. Hapa tulichokifanya tu nimeziandika huko kwenye AI alafu nikaziacha. Lakini zina umuhimu gani? Kwamba kuna umuhimu gani wa kukuonesha hivi? Kuna umuhimu kwa sababu kuna umuhimu wa kujua prompt ndio kitu ambacho kinaweza kikacover ile part yako nzima ambayo unataka kuiandika. Kwa hivyo yenyewe imenipa 5 paragraph 1 2 3 4 5, ndio imenipa 5 paragraph. Vile vitu vyote ambavyo vimehitajika kuingizwa ndani vipo, na imehakikisha citations zipo at least 3 kwa kila paragraph. Na hizi citation ni nini wanaita author citations, na zimewekwa kwa namna hiyo. So nadhani ndo vitu kama hivyo tunatakiwa kuviangalia wakati tunaanza tunaandika prompts. Prompt ni kitu cha muhimu sana. Sasa tumeshaandika prompt ya background, naomba tuende haraka haraka tu tumalize, sababu nimesema 45 minutes. Sasa hivi muda umeshaenda sana. Tumalizie background, tumalizie specific statement of the problem. Kwa hivyo tuandike statement of the problem. Statement of the problem yenyewe ndio hii, using the research title. Yenyewe itaomba research title tena, alafu tutaenda sasa. Kwa mfano kwenye research problem, statement of the problem tuna paste hapo. Hapa inatuambia bana, nipe nini, nipe research nipe research title. Kwa hivyo tunaiweka hii research title, paste. Kwa hivyo tukishaweka research title inatutengenezea statement of the problem, lakini itatutengenezea in what? In one paragraph. Ndani ya hiyo one paragraph, sentence ya kwanza kwenye hiyo prompt tumeinstruct kwamba iwe ina uwezo wa kutuambia what is the problem. It's not what is the challenge. Unajua watu wengi wanatumia maneno kama challenge, issues, wherever, alafu saa nyingine wanatumia strong word like failure or law, sijui studies, wherever. Hizi words zinatakiwa ziwe avoided. Sasa within this prompt hizi words zimekuwa avoided clearly. Ndio maana tunasema tumia hii prompt, itakusaidia kuandika statement of the problem ambayo inaeleweka. Lakini pia utaona imeandikwa in one paragraph, chenga ikaja kwenye maparagraph 2 3. Hapana. Lakini pia utaona citations zilizotumika ni post 3 to 4 years citation, ambazo zenyewe ni uhakika, ambazo ndo zinazohitajika. Lakini pia utaona sentence ya kwanza, despite growing regulatory reform and digital surveillance system designed to strengthen fraud detection within banking institution worldwide, empirical evidence suggests that the measurable influence of forensic accounting practices on fraud detection remain unevenly demonstrated across institutional context. So anakuambia hii problem iko clear, lakini pia ijatumia strong words ambazo zinaweza zikasababisha kuonekana kama unatudanganya. Failure tu wherever. Hii sentence ya kwanza inatakiwa uwe makini, uwe partial, lakini uanze na word. Unaweza ukatumia neno ukaanza na word despite. Ni nzuri sana, ili neno linatumikaga sana kwenye kuandika statement of the problem ambazo ni excellent, zina pass. So ukaanza hivyo utajikuta mwisho wa siku unaenda vizuri. Lakini hapa sasa unaanza kutuambia hii problem sometimes globally, afu unakuja across Africa, East Africa, then what is going on as a problem there. So ukituambia kwa namna hii, utaona moja kwa moja statement of the problem kuna asilimia inakubalika kubwa zaidi ya statement of the problem nyingine. So unatuandikia statement of the problem zinakuwa na maneno ma challenge huko ndani. The word challenge is not allowed to be used inside the statement of the problem, kwa sababu we are not looking at the challenge, we are looking at the problem directly. Tatizo lilikuwa ni nini, sio changamoto ilikuwa ni nini. Tatizo moja kwa moja ni lipi ambalo limesababisha tumeliona linakusababisha tufanye research. Kwa hivyo au maneno kama challenge avoid sana. Lakini AI ukiachia autopilot bila kuipa prompt, inakutupia hayo maneno. Lakini utaona prompt yangu imeiambia kwamba the first sentence must begin with the word despite. The paragraph must clearly articulate the core research problem, sindio? Nasema related to the independent variable and independent variable. Lakini anasema the problem must be present in a balanced analytical manner. Avoid extreme absolute expression.
ambazo ni lack, no or absence of failure. So ukiangalia namna ambavyo hii prompt nimeiandika, kuna namna ambavyo nimechukua vile ambavyo tunakuwa corrected siku zote na panel, tunakuwa corrected siku zote na supervisors, nimevi-induce ndani ya hii prompt moja. Nimehakikisha navichukua vyote na viweka ndani ya hii prompt moja, ili wakati unakuja unaandika, hicho kitakachoandikika kitakuwa makini ndani ya maelekezo yale ambayo wanapenda nani kazi yako iwe. So hii prompt ya hii prompt ya nani ya statement of the problem nao imeenda, tunaenda tunamalizia prompt zingine. Kwa hivyo ukishaandikaga research, ukishachukua specific objective dependent, ukishachukua specific objectives zako, ukishaandika background yako, ukishaandika statement yako of the problem ikawa clear, moja kwa moja mambo yanaenda sasa. Unaweza ukaingia moja kwa moja kwenye scope. Research questions. Sasa hapa kwa mfano tunasema nini? Hii ni nini? Hii ni prompt ya research questions. Prompt ya research questions yenyewe inasema siku zote kama ni research questions tutatumia, lakini tutakuwa consistently tutatumia neno what, tutaanza na neno what. Kwa hivyo tutaangalia hapa, kuna mwingine anaandika research question inaanza na maneno mbalimbali, lakini be consistent, at least ianze na neno what kote kote. Kwa hivyo tutaona kama mwingine anaweza akasema anatumia research hypothesis, naye anatakiwa apate prompt yake. So ukiangalia moja kwa moja, hizi ndio research questions zetu, na ukiziangalia ziko smart and clear, yani hazijajaza maneno. Unajua kwa mfano mtu anatumia AI anajijazia maneno, unasikia tu sijui to check the relationship of what on challenge of this and this, yani inajaza maneno kiasi kwamba inakuwa ni too much. Mtu anaisoma ile specific objective anaona this is not specific must be short and clear, unaona. So what is specific must be short and clear. So research questions nadhani tumeshaziandika hizi hapo. Kwa mtu mwingine anaweza akamalizia ile sehemu ya context to fraud detection on the context, case study of wherever Tanzania. Lakini ukiangalia tumekuwa consistent, tumetumia neno letu influence lililopo kwenye title, keyword zetu zimejirudia kama zilivyo, hazijawa synonymized. Synonymized tusema tunatumia lugha tofauti, tunatumia keyword moja inatumia Kiingereza tofauti kulinganisha na kile ambacho kilitakiwa. So keyword inatakiwa itumie Kiingereza chake kile, isije ukajifanya umebadilisha keyword neno ukasema bana tuna hii forensic badala ya kuandika forensic kuna saa tuandike hivi. Kwa sababu research hii ni research, inaangalia vile vitu ambavyo unaenda kuvifanyia utafiti na unatakiwa vijirudie kote. Sasa tumemaliza kuandika nini? Tumemaliza kuandika specific objectives, research questions, background of the problem kwa kutumia prompt zetu. Tunaenda sasa kwenye upande wa scope, whereas hii ndo hauna usumbufu kabisa. Hii ndo prompt ya scope, ambayo hii prompt yenyewe inaomba tu research title. Kwa hivyo tutaingia, tutaiwekea hapa, tutapaste hiyo prompt, lakini yenyewe kwa sababu tumesema inaomba research title, tutaifuatia research title ambao ni the influence of hiyo hapo, or the influence of accounting practices. Kwa mtu mwingine anaweza akasema bana nipe hiyo chapter 1. Of course mimi nakupa kwa sababu hii hapa unaona kama unavyoona ndio tunaitengeneza hapa. Lakini sasa wakitaka wengi maana yake haina maana tena. Ndio kwa hivyo research title yetu ndio hii. Iwekea hata quotation ili kuitenga. So tunaiomba bana tupe scope. Scope inatengenezwa hapo sasa. So this study is conceptually limited to examine the influence of hiyo hapo, focusing on specific hizo hapo. Kwa hivyo scope chini huku, lakini pia imeelezea the part of the scope kama jinsi ambavyo inatakiwa in one paragraph. Then tunaenda kwenye part ya, sidhani kama kuna mtu anaweza akapata shida kwenye part ya scope. Sisi hapa moja kwa moja tunaenda kwenye part ya significance of the study. Tunachukua prompt, tunaiweka. Kwa hivyo mimi hapa kitu ambacho nimekileta leo cha kwanza ni umuhimu wa kutumia prompt. Ambacho nataka nikiongelea tu leo ni muhimu wa kutumia prompt kwenye prompt ambazo ni specific za experts kwenye party mbalimbali za research yako. Usiende tu ukaiomba naomba background, naomba specific objective.
naomba maybe naomba statement of the problem. Utapata mavitu ambayo yanakatwa kila mahali, lakini ukichukua kitu ambacho kimeshiba, yani kimejaa data, kina vitu vingi ndani ambavyo vime take care of, utaona moja kwa moja unachokiandika moja kwa moja, ingawa unatumia AI, lakini kinakubalika. Organization of the study, angalia tu organization of the study, hiyo prompt yake ilivyo kubwa. Mtu anaweza akasema kwa nini umeandika prompt kubwa hivyo? Hii ni prompt, sio kwamba ndo organization of the study yenyewe. Hii ni prompt yake, ni instructions za namna ambavyo utakavyoandika organization of the study, na utaona italeta short and clear in one paragraph. So utaona in one paragraph cha imemaliza, short and clear. Ingawa imekuwa ka paragraph kamekuwa karefu, unaweza ukaiambia summarize the paragraph more. So unaweza ukasema summarize the paragraph in 6 lines. Kwa hivyo unaweza ukaiambia summarize the paragraph in 6 lines, ikawa imetosha. Lakini mtu mwingine anakuambia organization imejaza maneno ya kutosha. Hapana. So nadhani naona hadi hapo tumeshaangalia muhimu wa kutumia prompt kuandika parts za research yetu. Lakini pia kitu ambacho hatujakifanya hapa ni kuzisoma hizi prompt. Tulisoma tu labda hii overview, hatujazisoma hizi prompt tukaziangalia. Je, hizi prompt zina nini ndani? Na hivi vitu watu wakivijua vipo ndani ya prompt yao, si ndio wataona umuhimu wa kuzitumia hizi prompt, si ndio? So vitu kama hivyo. Kingine, kwa wale ambao watazihitaji, unaweza ukanicheki WhatsApp, unapata full document ya prompt ambazo zinafanya nini? Zinaandika chapter 1 ya research yako, kuanzia overview mpaka organization of the study, mpaka organization. So kwa mfano hapa tunaweza tukamalizia ile part ya kwamba tunasema summarize, make it in 6 lines paragraphs only. Tunaandika hapa kama unavyoona hapo, si ndio? Summarize, write it in 6 line paragraphs only. So tumeshamaliza. Hii ndo prompt, full prompt ya kufanya nini? Ya kuandika chapter 1. Unaitaka ni cheki WhatsApp, nakupa hii prompt. Unaenda kuandikia chapter 1 yako ambayo inaeleweka, sio chapter 1 ambao unakuta sometimes kuna vitu vinakumbushwa kila saa. Chapter 1 yako ambayo inaeleweka, prompt hii hapa. Sasa tutaenda kwenye video ijayo. Usisahau kusubscribe, maybe kulike pia ili video iende kwa watu wengi, na kushare kwa wale ambao unaona kuna umuhimu wa kushare hii video. Lakini pia usisahau kwamba kuna pati ambao ni ya muhimu sana, kwamba kila unapoandika lazima ufollow instructions za uandishi wa hiyo sehemu. So kila unachokiandika kina follow instruction, na hizi prompt maana yake nimekwambia ndio instructions zenyewe za kuandishi wa kila subsection ya research yako. Lakini kinachoandika pale ni tool ambao ni AI, lakini wewe unatumia hizi prompt kama instructions, si ndio? So kingine ni kwamba usisahau kusubscribe, lakini kwa wale ambao watahitaji pia pepa zao kuwa measured plagiarism, baada ya kucheki nini, kutengeneza chapter 1 yao, wanataka kuangalia plagiarism ni ngapi, unaweza ukanicheki pia WhatsApp. Mwingine anataka kucheki AI percentage na kuipunguza, anaweza, au ni wa vyuo vingine, lakini sio kila chuo anafuatilia hiyo. So kuna vyuo atahitaji hiyo, unaweza ukanicheki WhatsApp. So tunafanya vyote, tunaweza tukareduce AI iliyopo kwenye pepa yako, lakini pia tunaweza tukaangalia plagiarism iliyopo kwenye pepa yako, na ukaona moja kwa moja iko kwa asilimia ngapi. Lakini pia research yote ambayo inaandikwa na AI, plagiarism yake iko vizuri, mara nyingi inakuwa iko vizuri. Ukikuta ipo zoom sana, maybe ipo above 40 au iko above 30, mara chache sana. Mara nyingi references, exclude references, ile content iwaga inakuwaga haina plagiarism kubwa. So naona tuishie hapo. Kwa wale ambao watakuwa wamenielewa, nadhani watahitaji moja kwa moja, kitu ambacho watahitaji hapa ni hizi prompts. Na in the long run, of course nitaenda moja kwa moja video inayokuja, kabla sijaanza hii part 3 ambayo tunaenda kwenye kuandika chapter 2,
tutakuwa tunasoma hizi prompt. Tunazisoma, mwisho wa siku tunaziangalia kwa ni kitu gani ambacho kipo ndani. Na hizi prompt nimezitengeneza, nimetulia kwa muda, nimeangalia zile correction ambazo watu wanapewa kwenye mitihani, na wanapewa kwenye research zao, kwenye panel na masupervisor mbalimbali. Ndio mwisho wa siku ndo nikaja na hizi prompts. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzitumia, kwa sababu zina optimize makosa, zinapunguza makosa. Yaani wewe wakati unaandika kwa uliza maswali yako kule na kuombaomba vitu viandikwe, unaongeza makosa. Ukitaka kupunguza makosa, tumia prompt zangu hizi, makosa unakuta unapungua vizuri. So karibuni, tutaendelea chapter 2, chapter 3, chapter 4 na chapter 5. Prompt zake ziko mezani tayari, tutakuwa tunazifeed kwenye AI. Na tunafanya nini? Tunazifeed kwenye AI, tunaziandikia. Ile part ya uandishi sasa, nayo nitakuja na video yake ya tofauti ya kuandika, kwamba unatoaje vitu kule kwenye AI unavileta kwenye kuviandika na kuvipangilia, kuviwekea table of content na kila kitu. Hii ya leo ilikuwa ni part ya prompts tu, na nadhani nimegusa ile part ambayo nilikuwa nataka vizuri, na nimegusa practically, kwa sababu nilikuwa nakwambia lazima tufanye vitu practically, si ndio? So tumefanya practically na tumeona namna gani ambavyo unaziinsert zile, unatumia ile title, unaitafutia zile parts ambazo ni za msingi. So kama nilivyokuambia, wale watakaotaka kumeasure plagiarism, ndo namalizia hivyo, video imeshaenda lisali moja. Wale ambao watataka kumeasure plagiarism, Tantini ipo, tutameasure plagiarism. Alafu wale ambao watataka guidelines zipo, nitawapa, mnicheki WhatsApp. Wale ambao watahitaji kuzisearch, zipo pia kwenye website yangu. Ukisearch UDSM guidelines, UDOM guidelines, utakuja ukisearch proposal research guidelines za kila chuo, utaweza ukatumia link yangu ile ya Isra, ukazi access link za PDF ambazo ni za guidelines za vyuo mbalimbali. So karibuni, nadhani naona tuishie hapo. Kwa wale ambao hawajasubscribe, msubscribe. Tunaenda kwa kasi hii, kwamba kuna wale ambao utakuta sasa hivi alishachukua prompt zake, na hizi prompt zimeshamsaidia, ameshavuka, maybe ameshamaliza chapter zake 3, zile chapter 1, 2 na 3 ya proposal. Sasa hivi ameshampa supervisor wake, amekaa kwa kutulia na wasiwasi. Kwa hivyo tunaenda kwa kasi hiyo. Hizi video naendelea kutoa kila siku naendelea kutoa. So ukifuatilia, mwisho wa siku utajikuta unaandika na kitu ambacho kina makosa machache. So karibuni, nadhani lisaa langu limeshafika, na asanteni sana.